Okay, leo ni siku ambayo nimekuja mbele yenu nikiwa na huzuni sana. Ni zaidi ya huzuni ambao nipo na why always us. Kwa nini kila mara ni sisi? Kwa nini kila wakati ni sisi? Why Ifakara always? Kwa nini Ifakara? Kwa nini Ifakara? Mwaka 1990, mwaka 2004, mwaka 2014, 2016 tupo form 2, 2018, 2020, 21, 23, 24, 25 na mwaka huu tena 2026. Kwa nini kwa hiyo miaka 21, 22, 23, 24, 25, 26? Kwa nini kwa hiyo miaka 6 imekuwa back to back? Floods, mafuriko. Why always us? Why always us? Hebu angalia kwanza hii video, then takuja kutoa dukuduku langu ya video hii. Hivi ukiambiwa masika unaelewa nini? Kijana wa Dar es Salaam anawaza ni msimu wa mvua zinazonyesha usiku, tena inaweza kawa ni sababu ya kumeta mchumba aje ghetto. Hii imekuwa tofauti sana katika halmashauri ya mji wa Ifakara. Tunashindwa hata sasa hata sehemu ya kupika. Tunakaa barabarani hivi mpaka maji yafanyeje yawe yapungue. Changamoto zetu. Na hayo maji naona ndo mwaka huu yametokea kwa sababu ya lile tuta lile la pale mtoni walisema tunaziba yale. Vijiji kama Michenga, Kiningina, Mbasa, kwa Shungu pamoja na baadhi ya sehemu ya Ng'ambo Rumemo zimekuwa zikikutwa na changamoto kubwa sana ya maji ya mafuriko. Huwa yanakuja lakini sio kama mwaka huu mpaka yamefikia hivi. Maana kwa mfano mimi hii nyumba yangu ya huko maji yameingia yako ndani kule. Yako ndani kule maji. Yaani hapa ndo hivi tu yamebaki kidogo. Sasa hapa mimi kabisa kwa sababu ndo na huu ujenzi ambao unaendelea wa masjid. Kwa sababu hapa sasa maji yalikuwa yanakimbia mkupita. Sasa hapa yanakuwa kupita kwa shida kwa sababu kuna kifusi hapa kiliwekwa cha mchanga, kokoto nini. Kwa sasa hivi yalivyokuwa mengi ndo madhari kidogo hapa. Kwa hivyo kama nafukuta. Je, mvua za masika zimeathiri vipi mfumo wa maisha ya vijana wa kila siku? Nimepotelewa na bata, kuku, lakini mimi ndo limeniumiza zaidi. Ashumu juzi nimemwagiza demu wangu aje ghetto kateleza. Leo nimempigia simu aje ghetto, ameniambia hawezi kuja sababu ni mafuriko. Kwa hiyo naomba serikali isimamie hili swala. Vijana tunateseka, tutakuja kufa na upwilu kisa mafuriko, tafute njia mbadala. Okay. Mara baada ya kuangalia hii video kwa nakijiuliza kwa nini miaka hii 6 imekuwa ni miaka ya uchungu sana. 2021, 22, 23, 24, 25 na 26. Kwa nini kila mara Ifakara inakumbwa na mafuriko? Licha ya serikali kusema inafanya jitihada za kushughulikia. Okay. Nimegundua kwa swala la tatizo la mafuriko Ifakara halitokani na sababu moja. Ni mchanganyiko wa mambo kadhaa ya kijiografia, kibinadamu na kiutawala. Sababu ya kwanza ni jiografia ya Ifakara. Hili ndio asili ya tatizo. Ifakara, as we know, ipo ndani ya bonde la mto Kilombero, karibu sana na mto Kilombero. Hii ina maana ni eneo tambalale, flatland. Maji hayana mteremko wa kutosha kuondoka Ifakara haraka. Mto unapofurika kidogo tu, maji yanatawanyika kwa urahisi. Kwa kifupi, Ifakara imejengwa kwenye njia ya asili ya maji. So, sababu ya pili ni kuongezewa kina cha mto.
Dredging si suluhisho la kudumu. Kwa kuongezewa kina cha mto, ile dredging si suluhisho la kudumu. Serikali kuongeza kina cha mto ni hatua nzuri, lakini ina mipaka. Changamoto zake, maji yanayotoka milimani, maji yanayotoka milima Mahenge, Udzungwa ni mengi sana wakati wa mvua. Sediment, mchanga na matope urudi haraka ndani ya mto. Kwa hata mto ukiongezwa vipi, hatuwezi kusolve ile suluhisho kwa kuongeza kina cha mto hiyo, kufanya hiyo dredging, kwa sababu mchanga na matope, maji yanatoka milimani, kwenye safu za milima ya Udzungwa yanateremsha huku maji, kwenye safu za milima Mahenge yanaleta huku, so bado hatuwezi kusolve. So mto unapofurika hauhifadhi maji yote, hata ukiwa umechimbwa, kitu ambacho kwa lugha rahisi tunasema huwezi kupanua ndoo wakati mvua ni kama bahari. Kwa hata ukipanua ndoo bado huwezi kuya maintain maji ya bahari kwa ndoo. So kini pia mabadiliko ya tabia nchi, climate change, inatajwa kwa miongoni mwa sababu hizo. Miaka hivi karibuni mvua zimekuwa nyingi zaidi zisizo na mpangilio. Hii husababisha mafuriko makubwa ghafla, mito kujaa kupita kiasi. Hii ni tatizo la dunia nzima, tunajua, sio Ifakara tu, but Ifakara inakumbwa sana na haya matatizo. Twende specific Ifakara. Uharibifu wa mazingira. Uharibifu wa mazingira unaweza ukachangia hicho kitu kinachotokea. Kwa mfano, shughuli za ukataji miti maeneo ya juu ya mto, kilimo ndani ya yale mabonde, lakini haya ndo mashamba yetu. Sasa fanyaje? Ujenzi holela karibu na mto, matokeo yake maji yanakimbia kwa kasi zaidi kwenda mtoni. Hakuna vizuizi vya asili vya kupunguza mafuriko. So walijaribu kuweka hizo bele haya matuta, lakini matuta hayajaweza kuzunguka mji mzima. Ndio maana yamesave sehemu ndogo sana ya Ifakara, yakaja maji yameflow zaidi huko Mlabani, yameflow zaidi huko Mbasa, Lumemo, maji so kwa kilimo, ujenzi holela karibu na mto, matokeo yake yanapelekea maji yanakimbia kwa kasi kwenda mtoni. So yanakimbia kwa kasi kwenda mtoni, yanakimbia pia kwa kasi kutoka mtoni yakishajaa. So pia mipango ya makazi, urban planning. Watu wengi wamejenga maeneo hatarishi. Hakuna mfumo mzuri wa mifereji ya maji, drainage. Maji hayanyonyi kwenye mifereji. Kwa ule mji hata mvua ya kawaida inaweza kusababisha mafuriko. Bonde ni mfumo wa asili wa mafuriko. Bonde la Kilombero ni flood plain ya asili, linatakiwa kufurika kila mwaka. Mafuriko haya husaidia rutuba ya udongo. Lakini sasa watu wamehamia ndani ya eneo hilo, ndipo mgongano unatokea, asili dhidi ya makazi ya binadamu. Kwa kumbe bonde ni mfumo wa asili wa mafuriko, kwa ni lazima mafuriko haya husaidia rutuba ya udongo. Sasa unaweza nikajiuliza, sasa nini kifanyike sasa? Kabla tujafika huko nini kifanyike? Kwa Ifakara bado inafurika kwa sababu ipo kwenye eneo la asili la mafuriko. Kiasi cha maji ni kikubwa kuliko uwezo wa mto. Dredging peke yake haitoshi. Mabadiliko ya tabia ya nchi yanaongeza mvua. Uharibifu wa mazingira na ujenzi holela vinaongeza tatizo. Kwa suluhisho la kweli sio la muda mfupi. Ili kupunguza tatizo kwa kiasi kikubwa, hatua hizi zinahitajika. Sababu ya hatua ya kwanza ni kuhamasisha makazi kutoka maeneo hatarishi. Kwa baadhi ya nyumba nyingi sana zinatakiwa zibomolewe Ifakara. Sasa napeleka wapi?
kudhibiti ujenzi karibu na mto, kulinda misitu na wetlands, kujenga mabwawa ya kudhibiti maji. Hii ni hatari hiyo, damu upstream. Hii ni hatari hii idea bana, tuipotezeni damu upstream. Acha kabisa. Mfumo bora wa mifereji ya maji mjini, hii inaweza kusaidia, lakini haijui serikali mzee. Mipango ya matumizi ya ardhi, so tuwe na mipango kama mji, tuwe na mipango ya matumizi bora ya ardhi, land use planning. So ndio kaangalia kwa tunahamishaje watu kutoka maeneo hatarishi, tunafanyaje? Tunafanya ekolojia detention talk au pavement au given roof. Kwa kuhamisha watu kutoka maeneo hatarishi kwa kiasi fulani, ndio suluhisho muhimu zaidi. Ifakara ipo ndani ya bonde la mto Kilombero, maeneo mengi ni ya mafuriko ya asili. Kinachotakiwa serikali itenge maeneo ya juu highlands, iwahamishe wananchi taratibu, kujenga makazi mapya yenye mipango bora, kulinda mazingira reforestation na wetlands, kupanda miti pembezoni huko. Bila mazingira imara, mafuriko hayatakuisha. Kwa nini nifanye? Tupande miti maeneo ya juu. Naona bwana, maeneo ya juu karibu na Mahenge, milima ya karibu, kulinda maeneo oevu. Nafahamu vizuri. Kupiga marufuku kilimo ndani ya njia za maji. Watu watakufa njaa. Faida, maji yanapungua kasi, mto wa ujazi haraka. So pia tunaweza tukajenga mabwawa ya kudhibiti maji, hizo damu kubwa hizo kwa ajili ya kudhibiti maji. Lakini hii njia pia sio sahihi sana, kwa sababu njia ya kujenga mabwawa njia ni hatari. Mabwawa yajengwe juu ya mto. Okay. Kwa kusudi ya hifadhi maji yanayotoka milimani. Hapa sawa. Okay. So maji yanadhibitiwa kabla hayajafika Ifakara. Hata umeme unaweza kuzalishwa. Mfumo bora mifereji ya maji, drainage system. Tuwe na hiyo mifumo hiyo ya kutiririsha maji, yani kuallocate maji moja kwa moja. Kwa yakitoka maji yawe yanapita moja kwa moja, yawe yanafuata mkondo. Lakini sasa siwezi kuongea sana, sababu najua tatizo sio mtu pekee, hata mvua ya kawaida inaleta mafuriko mjini. Sasa tunatakiwa tufanye, tujenge mifereji mikubwa ya kisasa, kusafisha mifereji iliyopo, kuzuia watu kujenga juu ya njia za maji, sheria kali za matumizi ya ardhi. Bila sheria suluhisho zote zitashinda. Kinachotakiwa ni kupiga marufuku ujenzi ndani ya mita fulani kutoka mtoni, kuweka mipango rasmi ya master plan, adhabu kali kwa wanaovunja sheria. Then mfumo wa tahadhari, early warning system. Hata kama mafuriko hayawezi kuzuiwa 100%, yanaweza kudhibitiwa. Kivipi? Kutabiri mvua mapema, kuwapa wananchi tahadhari, kuandaa vituo vya usalama. Nini maana? Hatuwezi kuzuia kabisa mafuriko Ifakara, lakini tunaweza kuyapunguza kwa zaidi ya 70 hadi 80. Hii kusudi tuweze kuepusha madhara makubwa kwa watu. Suluhisho la kweli ni mchanganyiko wa kuhamisha watu, kulinda mazingira, kujenga miundombinu, kusimamia sheria. So, ladies and gentlemen, mara baada ya kuzungumza maneno haya, naomba kusubmit.